mkononi, rafiki wa karibu, lakini moyoni imeacha majeraha makuu. Imeunganisha walio mbali, lakini imewatenganisha waliokuwa karibu. Aha, ndo umeleta mzigo? Ndio. Ndio. Blaza, hela yangu. Hey, fiki gwe. He, keta koka simati aka gwe. Hey. Kiara ambwene une gwe. Angu sesi amutikiti. Hey, ambwene Kiara gwe. Hey, angu ingira mutikiti oku. Angu sesi awandu gwe. Hey, Kiara aripo. Kasimu kanunu aka gwe. Andu akusali ikuni uso tukusali isimu gwe. Kiara atuwene gwe. Hey. Kiara, uombie Kiara. Uombie Kiara kwa maka. Kiara ulipo gwe. Jumapili angu kusosie ni sadaka. Simu mkononi, rafiki wa karibu, lakini moyoni imeacha majeraha makuu. Imeungana. Afadhali bwana kaka umekuja hapa. Sasa kwa nini nisije? Kwa sababu hapa ni kama kwangu tu. Alafu wewe ni guest yako kwa. Wala usio na shaka juu ya hilo. Asante ndugu yangu. Kuna jambo linanitatiza sana. Sasa wewe ndo baba wa familia. Tena wewe unakuwa umepoa. Sasa nyumba nayo itapoa. Shida nini ndugu yangu? Kaka sijui nifanyeje. Sijui nifanye nini. Unajua nikupe siri moja. Yaani wanadamu wanapenda kujiweka katika matatizo yao wenyewe. Lakini mimi najua kwamba kila kitu ninajua kina suluhisho lake. Kwa hiyo haina haja ya kuwaza sana. Wewe unataka njia mkato. Aisee, haswa ndio leo. Bwana kaka mimi nipo tayari hata kulala na chura kaka, mradi niwe na pesa. Barabarani wana magari, pikipiki. Mimi hata baiskeli sina kaka. Bongo wako unatamani vitu vingi vya fahari. Lakini bila shaka mwenyewe kama rafiki yako unapenda kuona unapata ambacho unahitaji. Kaka, yani mimi nina uchu na mali, nina uchu na pesa kaka. Nataka nipate hela. Hela kaka ndio kila kitu, inampa mtu heshima. Popote pale anaheshimika kaka, hela. Japokuwa sijui moyo wako una matamanio gani au kwa kiasi gani, lakini mimi nishai kujaribu. Kufika kwa wataalamu na kama watu wengi ambao huwa wanadhani kwamba kifika kwa mtaalamu anaweza kufanyia, lakini mimi kule niliacha dawa. Yaani kwa moyo wangu na mambo ambayo nimekutana nayo sikuweza kuvumilia, kwa nikaona baki tu na haya. Lakini kwa sababu wewe umenieleza, labda nitakupeleka kufanya majaribio, lakini lolote litakatokea juu yako wewe. Na mimi nitahusika kwenye kula kidogo kwa sababu nimekupa connection bwana. Kwa hiyo ukizipata usijinyime. Usiwaze, mbona wewe ni familia kaka? Yaani mimi kuhusu hilo na tusahau bwana. Kuamini kaka. Najua nyinyi mkidaga town nyinyi mnaanza kukimbia. Mtatukimbia mnaenda mjini, mnatuacha huko kwenye mashamba tu ndio kulima mahindi. Yaani ukifanya hivyo kaka yaani usiwaze hata ndinga kaka, mimi nitakununulia kaka. Simu mkononi,
rafiki wa karibu, lakini moyoni au kale mutikitoku we amtaputapu isikileni one nine uwo ntaji we umutikitoku na mtaputapu isikileni we amtaputapu une jofini mkuti taputapu isikileni kali mkuti taputapu we na mbwene une we yaje ikiombo kinunu we kipya we awanyakiusa mkajapo we na mtaputapu isikileni une jovini salia kasimu kanunu we keta chikuganda we simu mkononi, rafiki wa karibu, lakini moyoni imeacha majeraha makuu. Imeunganisha Pita, mlango uko wazi. Ile simu iko? Kwani simu ilikuwa na umuhimu gani? Niliagizwa mzigo, nikajua simu haina kazi. Ile simu ni ushahidi.
Lakini bosi, hilo jambo sikulitambua. Mimi sitaki matatizo. Sasa tunafanyaje? Nakupa masaa 28. Yaani mimi natafuta simu kule ndani, kumbe umekaa nayo hapo nachezea. Kwa hiyo unataka mimi nicheze nini? Yaani wewe unapenda sana kucheza ile game na nyoka, na maana akili zangu zimekuwa kama nyoka hivyo. Tatizo wewe unatamani jana usiku umecheza game na sasa tena unataka ucheze. Niko natamani. Jana usiku umechezea game, sasa mimi mchezee. Ni sawa. Wewe unataka kucheza ile game, tuone kama tukulota kikuta. Wewe. Simu mkononi, rafiki wa karibu, lakini moyoni imeacha majeraha makuu. Mume wangu, za huko utokako? Uko salama. Sawa. Unavyofanya mipango yote hiyo ya kunania, kuna mtu yeyote aliyekuona? Hamna. Basi vizuri. Ila Kajambo gani tena? Wait kidogo. Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayoipigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Thank you. Labda kuna jambo unanificha eti, niambie basi. Hamna mke wangu, tulia. Namba unayoipigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Thank you for choosing Vodacom. The number you're calling is currently not reachable. Please try again. Mume wangu, kwema kweli? Mbona sikuelewi? Mke wangu, nimalizie jambo basi. Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayoipigia Mbona sikuelewi mume wangu? Au kuna jambo unanificha labda? Mbona Halo? Halo. Ndio. Ile jambo umetimiza? Bana kaka, ndio nimetimiza kwa kiasi, lakini bado hapa ndo nilikuwa namtafuta mtaalamu hapa, maana kuna jambo tulitaka tulimalizie. Ila sasa kwa bahati mbaya naona nikimpigia tu simu, naona simu zake hazipatikani, sielewi shida nini. Nasikitika kwa maneno mtao kuambia. Pia na mimi ataniuma. Maana maneno ambayo yanaumiza sana, anachoma. Kwa nini? Wewe unataka kuniambia nini kaka? Mtaalamu alikuwa safarini, kwa hiyo kafariki na ajali. Amefariki na ajali? Halo? Unamaanisha? Mume wangu, ni kweli ninachosikia? Mume wangu, nakuuliza, ni kweli ninachosikia au masikio yangu mabovu? Mume wangu, inauma sana. Inauma. Nimemtoa mwanangu. Nitakuwa kilema mume wangu, lakini ulinishauri mimi tumtoe ili tupate pesa, lakini malipo yake ndo haya. Umependezwa na hiki kilichotokea? Nakwambia wewe, nakuuliza, nataka mwanangu. Usipomleta na kunywa sumu, ni bora nifuate alikoenda. Inauma sana. Hapana mume wangu. Sitaki nikusikilize, hapana.
Hii sio sawa mume wangu. Ni yule alikuwa binadamu, alikuwa na haki ya kuishi kama watoto wengine, lakini ulizaki mtoe kafara mume wangu. Pesa ndo hizi ninazozipata. Pesa ndo hizi, Mungu inauma mume wangu. Nakwambia Joeli, namhitaji mwanangu mimi. Inauma. Namhitaji mwanangu. Namhitaji mwanangu mimi. Damu zimepotelea kwenye mali, familia ikitaka maisha ya fahari. Ona sasa hali sio shwari. The hidden blood, the hidden blood. Damu zimepotelea kwenye mali, familia ikitaka maisha ya fahari. Ona sasa hali sio shwari. Omba taarifa ya simu iliyopotea kupitia hiyo kadi. Ya, sahihi.
Vipi kwani? Uko salama lakini? Ni changamoto za kawaida kaka. Vipi, unaweza ukanipa historia kidogo? Kuelezea. Ilikuwa hivi. Mzigo wa sasa ni mzuri, ila hakikisha kiasi ambacho tumekubaliana kinaingizwa kwenye akaunti yangu, na kuhusu kupata mzigo, hilo siwe na wasiwasi. Nitamwagiza binti yangu atakuletea ndani ya siku hizi 2. Yeah. Nitaishi maisha haya mpaka lini? Kakaangu ndo huyu. Ananitesa, ananinyanyasa, anaingiza wanawake kila aina humu ndani, na anatumia sana madawa ya kulevya. Mimi haya maisha nimechoka, na siwezi nikakubali kuishi maisha haya. Hivi kwa nini nisichukue maamuzi ya kwenda kuuza haya madawa, na nikishauza nitatokomea huko, kwa sababu haya maisha mimi siwezi. Maisha magumu, kupigwa kila siku, kunyanyaswa. Mbona kaa hii iko sawa? Ngoja tunifanye hivyo hivyo pasipo yeye kujua. Hello Visi. Kuna mambo yameenda tofauti kidogo, na naomba ufike kwenye simu ya tukio haraka iwezekanavyo, ila hakikisha umefika na mzigo. Naomba ufike kwenye simu ya tukio haraka iwezekanavyo. Ila ufike na mzigo. Okay, poa. Aha, ndio unaleta mzigo? Ndio. Ndio. Blaza, hela yangu. Pole sana. Je, vipi unakumbuka nyumbani? Nyumbani nakumbuka. Kama utajali naweza nikakusindikiza? Nashukuru sana kwa ukarimu wako kakaangu. Wewe nani usiku? Hivi huyo kaenda wapi huyu? Ameacha ndani wazi mlango. Je, watu wakiiba humu vitu?
nishapoteza kila kitu sasa. Nimepoteza mtoto, nimepoteza mke, na yote haya ni sababu ya rafiki yangu kunipa ushauri wa kufanya hivi vitu. Sasa mke wangu, kama wewe umeona kabisa umeshindwa wewe kujiua kwa kutumia hiki kisu, basi mimi naenda kujipoteza mazima. Natumia tena kisu hiki. Mrembo, siona nilikuwa nimejikwaa hivi. Mimi tu nilikuwa na shida na namba yako. Ninomba namba yako. Umekosea njia au? Mrembo, nigeie namba yako. Mrembo, mbona nikunja tena? Vipi? Yaani leo mwanangu umekaa kiboya sana. Yaani hawezi laza yote kwa sababu yani sijakuzoea ukiwa hivyo. Yaani vitu vidogo hivyo ndio vya kwanza kuwazawaza kweli. Wewe mtoto wa kiume bwana. Mafanikio maamuzi magumu. Kwanza TV umezima, yani sikuelewi. Hivi mwanangu kumbe naye ni mnafiki eti. Maisha bwana.
Sasa snitch mimi nimefanya nini? Kwa sababu mimi ni rafiki yako mzuri. Nilikosea kukushauri kupata pesa? Wewe ungekuwa unatembelea ile magari mimi usingenishukuru. Kwa mimi nimekushauri vibaya kwenda kutafuta hela, si ndio? Basi sawa, mimi snitch. Yaani kutafuta hela? Pesa? Unaongelea kuhusu pesa mwana? Pesa gani? Wewe umenikuta nina pesa hapa? Sasa hayo maswali simulize mimi kwa sababu maamuzi yalikuwa ni ya kwako. Ungezipata kwani zingekuwa za nani? Yaani mwanangu wewe kumbe wewe snitch bro. Yaani umesababisha mpaka nikaua mtoto. Yaani nilijua wewe ni rafiki yangu bora. Yaani angalia, nimepoteza mtoto kwa ajili ya ujinga tu hapa. Alafu naniambia kuhusu pesa. Si bora tu ningebaki na mtoto. Hata huko nje wao wananiita baba nani. Angalia mtoto amekufa. Japo alikuwa ni mlemavu. Hapo ndo nikuulize wewe kwa sababu maamuzi ni yako wewe. Alafu kupoteza mtoto ni kitu kidogo sana kwa sababu mimi najua kwenye maisha wewe ni mwanaume una mbegu nyingi, kwa hiyo unaweza kuzaa mtoto mwingine na ukafanya maamuzi pia kumuua tukapata hayo mapesa au unasemaje? Kitu kidogo sana hicho. Hapo kumbe mwanangu mimi ni kitu kidogo kwako au sio mwana? Yaani kupoteza mtoto ni kitu kidogo na pesa zenyewe mpaka saizi sina. Hapo wewe mwanangu wewe nimegona wewe snitch. Wewe mwanangu mimi naona nikukatae baba. Bora mafanikio na maamuzi magumu. Kwa hiyo mimi sishangai. Tu nibaki peke yangu kaka. Nikatae? Wewe. Pesa hizo. Imeangusha simu. Ai kuku zinakula maua. Yoko kabisa. Kuku ziko hapa zinakula maua. Fungu langu anabaki nayo yeye. Chezao kabisa. Kwani mimi nani cha kufanya hapa ni hivi, akionyesha gwala yangusha mwenyewe, yaani gwala. Nani tena? Mwanangu ni gym trainer yangu wa mazoezi. Trainer? Ndio.
Mbona unachosha na mama? Yaani gym trainer ndani kwangu. Mume wangu acha makasiriko basi. Kwa mimi nisifanye mazoezi au? Tuendelee. Vipi saizi hali yako unaendeleaje? Namshukuru Mungu. Niko vizuri kabisa, yani kama unavyoniona. Vipi kuhusu mazingira? Umeyaoneje jambo umefika kwa siku ya leo? Mazingira yamenifurahisha kwa kweli. Yani yamenienjoisha. Kiasi cha kwamba nilikuwa natamani yani hata siku moja nipate fursa kama niliyoipata leo. Usijali, wewe ni rafiki yangu. Jua bwana, sisi binadamu tunapitia changamoto nyingi sana. Na changamoto ni sehemu mojawapo ya kupitia binadamu. Unaniona leo nipo hapa, kesho mara usinione. Leo nakuona hapa, afu kesho nisikuone. Kwa ningependa sana nikae hata na ukumbusho wako kwenye simu yangu. Oho, unamaanisha picha? Ndio. Kuhusu picha hata usijali ndugu yangu. Mimi niko tayari kupiga naye picha. Sasa bwana mdogo, mimi nimefika kwako hapa bwana. Wewe ni mkubwa. Na samahani sana kama itakuwa ni ghafla. Japo kuna jambo kubwa linanitatiza sana. Na nyumba sasa hizi sipati amani kabisa. Kwa sababu jana nimerudi nyumbani na kukuta tena mke wangu mimi ameleta mtu ndani. Ni mwanaume. Namuuliza huyu mwanaume ni nani? Eti gym trainer, mtu wa mazoezi. Ni kweli ameshinda hata mimi kuniambia basi mimi niwe napata muda wa kufanyisha mazoezi. Anamleta mwanaume ndani anamshikashika maungo. Yaani nimejiuma kidogo. Yaani kinoma, yaani hata sijui ni. Peter. Unazingua bwana. Kwa sababu gani? Sasa wewe hapo ni kipi cha nani? Cha ajabu. Wewe una pesa. Yule mwanamke ana pesa. Wewe unataka kuna nini? Kumwacha. Ukimwacha utateseka wewe. Hamna bwana. Kama pesa mbona zipo, hata mwenyewe ni mwanaume natafuta. Natafuta tu hizo pesa, lakini sio kuishi maisha kama yale. Sikuwa hata nirudi hapa nyumbani niendelee kuishi maisha ya kawaida ya amani. Okay, mimi na idea. Hapo unakuja kuharibu, bro. Hapo unaharibu bro. Kwa sababu gani? Wewe ndio wategemea pale. Yaani wewe ni kama kitega uchumi pale. Sasa inakuwaje leo eti unakuja unaniambia eti unamwacha. Ukimwacha yule basi ndio maribu biashara kila kitu.
Alafu kitu kingine, au unaonaje mimi ndio niwe ni mzaina wako? Yaani wewe ndio mjua. Hivi una akili kichwani? Wewe yule si shemeji yako. Yule unataka kwanza kushika mashiko nani maungo yake. Mwili wake shemeji yako. Wewe una akili kweli? Ndio vizuri tata, unaonaje? Ndio vizuri. Unanigua blaza. Wewe naona pombe zishaanza kupanda kichwani. Sasa unaondoka nenda. Oi. Oi. Dada, umeniita? Hivi maana siku hizi kwa sikuelewi hivi. Kivipi? Yaani unatangatanga tu mtaani. Kwani wifi yuko wapi? Mke. Mimi niliona yani ananisumbua mara nikirudi nyumbani chakula kikuti, mara hayupo, mlango kafunga, kuku yani mwanamke yani nikaamua kumpatia talaka. Talaka? Kama yani kivipi yani? Na kwa nini? Hivi unajua siku ya sherehe ilivyokuwa wewe tulivyohangaika wenzako? Sasa dada unanifokea. Mimi nikaona mwanamke hana haja ya kuishi na mimi, akaishi na anaoishi nao. Hata wewe unanifokea mimi kosa langu hapo liko wapi? Aende zake. Hivi wewe mbona unajisahau? Kuna muda unalewa, si anaanza kukubeba yule. Unataka kuwa mgeni wa nani? Nakuuliza wewe, unataka kuwa mgeni wa nani? Mbona unapenda kuzalisha familia mdogo wangu? Mbona nitaishi safi tu? Wewe dogo, tafuta mke mwingine. Tunamtaka mke. Ndio wako wa kila siku. Naikuungisha. Na ya zangu nyingi wakati tunaishi hapa. Sasa siku moja nimekuja hapa nimekunywa nimelewa. Nimeenda kula nyumbani nimemfukuza mke wangu. Na hela nyingi nimezitumia hapa. Unanibabia unanipa nini? Au wewe unaonaje? Kwa mimi ninavyoona, unaonaje? Zile hela ambazo nilikuwa natoa kwako iwe kama ni mali. Yaani nataka nikuoe wewe. Kwanza unanichukuliaje? Umeniona mimi za mama, si ndio? Pia zenyewe unanikopaga mshenzi wewe, eti unioe. Unioe utanipeleka wapi? Unapa kuniweka? Una nyumba? Tena afadhali hata huyo mke wako ameondoka, maana sio kwa hilo gubu. Mtu mwenye una gubu, bia zenyewe unanikopa, si nini? Wewe, utakunitia losi. Hebu nitolee upumbavu wako, tena sitaki kabisa na iwe mwanzo na mwisho. Sijui unanielewa? Si nilikuwa natoa hela jamani. Nilikuwa natoa hela hapa. Yaani hela nyingi zimeishia kwako wewe mdada. Kama sitakuitia boys ondoka. Naam, nipende kusema kuwa asante sana kwa kutazama. Pia karibu Mbeya Uyole. Sisi ndio Wanda Zuru, taasisi ambayo inazalisha filamu. Karibu sana wasanii, wadau, tuweze kushiriki kwa pamoja na mbili kwa maelekezo zaidi namba yetu hapo chini. Lakini kwa wakati mwingine tunategemea kuwatengenezea kazi nzuri. Maoni yenu, ushauri wenu katika kazi zetu ndicho kipaumbele cha kutengeneza kazi nzuri zaidi. Na asante.